Kama wewe ni mfanyabiashara, usifanye biashara na haya makundi matatu ya watu. Kundi la kwanza, kisheria. Kisheria usifanye biashara na haya makundi matatu ya watu. Kundi la kwanza ni kundi la watoto ambao ni chini ya miaka 18. Ninayozungumza yanatoka katika sheria za mikataba za Tanzania. Hii hapa ni sheria ya mikataba ya Tanzania. Kundi la kwanza ni yule aliyeko chini ya miaka 18. Chini ya miaka 18. Hii ni hatari kwa sababu inaweza kukupelekea biashara yako ukapata hasara. Kwa mfano, umemumzia mtoto akagoma kukulipa, au umefanya naye biashara akashindwa kukulipa. Hii inaweza kukupelekea kupata hasara, kwa sababu hata ukimshtaki mahakamani yule mtoto hatakuwa na kosa lolote lile, kwa sababu ni mtoto chini ya miaka 18. Kwa hata kama ni miaka 17, kama makini na ili kundi la kwanza. Ili kundi la kwanza kanao makini. Kuna exception chache sana ambazo zinakuruhusu wewe mfanya biashara kufanya naye biashara. Kundi la pili ni wale walevi. Nazungumzia watu ambao ni walevi, watu ambao hawana akili timamu kama vichaa. Kanao makini, maana unapofanya nao mkataba au biashara aina yote ile, wanaweza kusababishia matatizo. Iwapo likitokea tatizo lolote lile, kama itadhibitika kwamba yule mtu alikuwa ni kichaa au akili yake iko sawa, au wakati mnafanya ile biashara au ule mkataba alikuwa ameelewa, kisheria yule mtu ataachiwa huru na unaweza ukapata hasara katika ule mkataba au katika hiyo biashara. Na kundi la 4 na la mwisho, kundi la 3 na la mwisho hapa ninalozungumzia ni kundi la wale watu ambao hawajaruhusiwa kisheria. Yaani sheria imewazuia kufanya mkataba au sheria imewazuia kufanya biashara. Kanalo makini ili kundi. Nitakuja kuelezea zaidi kuhusu hili kundi. Sawa, kufollow na kulike. Tena tukaja kupata tips kama hizo hapa za sheria updates pamoja na artificial intelligence. Na inayofuata hapa nitakuja kuelezea ni mikataba ipi ya kifamilia ambayo inaruhusiwa na mikataba ipi ya kifamilia ambayo hairuhusiwi kisheria. Sawa, kufollow na kulike kwa kupata tips za kila siku.